Sasa katika kutoa talaka kabla ya kulipa mahari, hapa kuna hali mbili ambazo zinahitaji kufafanuliwa. Wakati mwingine mwanamume amemuoa mwanamke, akaishi naye, akakutana naye kimwili, kisha baadaye wakaja wakaachana. Katika kipindi ambacho anataka kumwacha, anataka kumpa mahari yake, sheria inamwambia kwa kuwa huyu ulishakutana naye kwenye tendo la ndoa, kwa hiyo unaambiwa kwamba mahari uilipe mahari kamili. Kama mlivyokubaliana, mahari uitoe vile vile. Kama mlikubaliana 50,000 baada ya talaka, lipa mahari ya watu 50,000 kamili bila kupunguza. Hii ni hali ya kwanza, kwamba walioana na washakutana. Lakini hali ya pili ni kwamba amemuoa, mathalan labda alimuoa kwa simu. Mfano mume alikuwa mbali, kamuoa mwanamke kwa njia, au ameolelewa, lakini baada ya kukutana naye, walivyoonana hakumridhia mathalan, akataka amwache, hajawahi kukutana naye. Sheria inamwambia hapa kwamba unapotaka kumwacha huyu mwanamke, inabidi umlipe mahari yake, lakini kwa kuwa bado hamjakutana, mahari utailipa nusu. Kama mlikubaliana 50,000, itabidi mahari uitoe 25,000, nusu ya ile ambayo mlikubaliana. Kama mlishakutana, unailipa kamili. Kama hamjakutana, inabidi mahari uilipe mahari nusu,